Samahani. Naomba tuongozane pamoja. Nahitaji mazungumzo na mzee Shah. Unakwenda wapi Sara? Mama, acha niende, nitarudi. Sawa. Fuata nyuki ule asali. Yule jamaa kuja naye juzi mwenye kipara ni nani? Anaitwa Frankie. Oh. Anajishughulisha na nini labda? Yule anajishughulisha na masuala ya usalama. Na juzi tu ametoka kumlinda Rais Putin na amekuja Tanzania hapa, anakuja kutalii tu kama Leo Ferdinand. Na hapo anaondoka kumlinda yule rais wa Korea, yule mwenye kiduku. Anaitwa nani? Kim Jong Un. Eke Kipanki. Kumbe. Hata anapoonekana ni kijana shupavu sana. Sio shupavu tu, nilishupavu. Na yule akikupiga ngumi hapa, unaenda kudondokea Mwananyamala hospitalini. Vipi? Umeogopa? Hapana kaka. Mimi mbona niko sawa. Basi acha mimi niendelee na shughuli zangu, maana nimechoropoka tu kazini. Alafu tutamuona pia next, tutaona jinsi yule mtoto atakavyopiganisha asiendi skuli ama asiendi shule siku hiyo, kwa maana itakuwa ni siku ambayo mamake atakuwa anakaribisha mgeni pale nyumbani. Ila mtoto atakataa. Nafikiri simulizi inafika mahali nzuri sana, nafasi ambapo wewe mimi hatutakiwi kuona ama kukosa kuona. Ni nafasi ambapo kuna ushawishi mno ya mimi na wewe kutizama next episode ya 13. So ningewaomba tuungane sisi sote tufuatilie Bodyguard episode 12 na tu subscribe channel ya Mr. Binyo, hii channel hii ambapo unatizama hii video, na tuendelee share, subscribe, kuonyesha maoni yako. Je, unaweza kuwa na wewe na ushauri fulani kuhusu hii Bodyguard? So shout out sana kwako wewe ambao unatizama hii, na usisahau kusubscribe na Mr. Binyo. Madam, unajua kwamba siku hizi mafuta njia yamepanda bei. Sijui umeelewa? Sasa tulipitoka hapa tumeambiwa tuende kusoko tukanunue vitu. Tunafika kule huyu bwana analazimisha mimi nimpeleke nyumbani kwao. Sasa uharibifu wa mafuta huu, uharibifu wa hela. Sasa hivi madamu inabidi tubane bajeti. Makonde, mimi ni nani kwako? Yaani madamu wako. Sasa basi nje bosi wangu. Wewe bosi bwana. Sasa kama mimi ni bosi wako, nahitaji sasa hivi ukawashe gari umpeleke Frontenki nyumbani kwao akasalimia wazazi wake. Lakini madamu, hii ni amri, sio ombi. Vipi? Tunakwenda au twende? Ni bodyguard, afisa usalama yake hadi kumlinda mteja bwana. Anapitia mengi kwenye kazi yake. Madam Sara, kuna kitu ningependa kujua. Hivi wewe na Frank nini kinaendelea kati yenu? Samwina, kwa nini unaniuliza hivi? Jamani, si ni swali kama maswali mengine. Mimi nauliza, nataka kujua. Kuna ubaya kuuliza?
wala hata hakuna ubaya, ila mimi na Frank hakuna chochote kinachoendelea. Hivi unajua hata macho yako tu yanaonyesha dhahiri kabisa unanidanganya. Unaongopa? Wala hata mnashika. We. Wewe sema tu, kama kuna vitu fulani vinaendelea kati yetu. Mambo ya mahabatain, Mama. Karibu mwalimu. Asante sana. Safi. Karibu. Asante sana. Nikaona nije nimtembelee mgonjwa. Ni jambo la kumshukuru Mungu kwa kweli. Mgonjwa anaendelea vizuri kama hivyo unavyomuona. Na mimi ndo natoka sokoni babangu. Sasa subiri niende jikoni nikaandaa ili mradi utie baraka. Mama, tafadhali. Unajua nimekuja muda mrefu sana. Hata hivyo ndo nilikuwa na mpango wa kuondoka. Kuna mahala nawahi, sema siku nyingine nitakuja kutia baraka nyumbani tafadhali. Kweli? Haya. Samuina, ungemsikiliza tu mama anachozungumza. Wewe naye nini? Next time. By the way, mimi acha niende. Nitakuja kukuona wakati mwingine. Sawa? Kwa chochote tutafahamishana. Changamka mgonjwa. Siwe sana. Hivi blaza. Hello wapenzi watazamaji wa Mr. Bino, karibu kwenye channel yangu pendwa hii. Kama wewe ni mgeni hujawahi fika hapa, subscribe ili upate kupata maoni yenu yetu wa kwanza, upokee notification kipindi ambapo tuna upload video yetu inayofuatia. Leo nimewaletea video ambayo inaonyesha advertiser episode ya Bodyguard episode 12, episode ya 12. Ni episode nzuri sana kwa maana episode 11 ni episode kabisa ambayo sisi wote tumefurahia, tumependa na tumeenjoy kabisa. Nafikiri tuanze kwa kuwapatia advertise ndogo za episode ya 12. Tuzungumzie kwanza kidogo episode iliyopita ya episode 11. Nafikiri mnaona nyinyi wote jinsi wanamuita Tomboy, mwanadada wetu amepambana sana, akamwambia mpenzi wake akupenda pia, ila mwisho kati akamwambia hapana. Unajua ni mambo ambayo yanakuaga kabisa till now, ni mambo yapo, ni mambo ambayo yapo till now, tunaishi nao, tunajua kuna wanawake wa Tomboy nini. Ili tumzungumzie, nafikiri wenyewe mmeona tajiri mpya ambaye anakuja kumuinda mtoto wetu, mtoto wa tajiri ambaye analindwa na bodyguard wetu. Nafikiri umeona naye ana uchungu sana, namtaka ule mtoto. Na ukweli mimi jinsi nilivyoelewa, yule ndiye babake ya ule mtoto. Tukiangalia vizuri, yule ndiye babake ya ule mtoto kabisa. Kwa maana nataka naye ni damu yake na pambana. And then tuzungumzie kidogo Very good. Kwa taarifa nilizo nazo, yule mtu sio mtu wa kawaida. Sio mtu wa kawaida vipi? Jini lile au AI? Acha utoto. Huo unachanganua mambo kiutu uzima. Unaposikia sio mtu wa kawaida haimaanishi kwamba ni jini. Bigi, sio mtu wa kawaida kivipi? Yule jamaa anatokea Urusi. Ni brigadier wa Putin. Episode 12 tunaonyesha bonge ametoka kununua chakula, wakiwa kwenye gari wote na makonde wakizungumza. Watatokea vibaya, atafikiri bodyguard atakuwa pale, kumbe bodyguard atakuwa yupo. And then tumeona bodyguard ameenda kule kwa kuangalia mpenzi wake, akakuta mada yake. Nafikiri akitoka pale njiani atakutana na ule mpenzi wake. Na mpenzi wake nafikiri tumeona amekuwa amekimbizwa na kibaka. Kuna mtu ambaye alikuwa anamfuatilia.
ya kutoka pale atakutana na kipara, ile yule mwanamke atakausha pia kama kawaida yake. Hivi upo serious na unachokizungumza? Ndiyo, niko serious. Wewe ni mwanangu, mimi kamwe siwezi nikakutumbukiza kwenye shimo la moto. Na laiti angekuwa sio kijana sahihi, mbona ningekwambia. Mama, na Frank sana kusikia maneno yako. Unajua nampenda sana Frank. Nalijua hilo, lakini Waswahili wanasema chelewa chelewa utamputa mwana si wako. Na nasema hivi nikimaanisha kwamba ni vema zaidi ungedhihirisha hisia zako kwake, la sivyo utamkosa mwanangu.